Karibu. Leo tunamwangazia kiboko, bosi wa mtoni anayetamba hadi nchi kavu. Jina la msimuliaji wako naitwa Adam Dulu. Mnyama kiboko ni miongoni mwa wanyama wachache kabisa anayeishi majini na nchi kavu pia. Kwa nini watu wanamuita kiboko kuwa ndiye bosi wa mtoni? Yapo mambo kadhaa yanayofanya kiboko kuitwa bosi wa mtoni. Jambo la kwanza ni uzito. Kiboko ana uzito wa hadi kilo 4,500. Hakuna mnyama wa mtoni anayemzidi. Jambo la pili ni ukali. Kiboko ni mkali sana, na kwa mwaka takwimu zinasema kiboko anaua watu wengi kuliko simba na mamba. Kwani kiboko huua zaidi ya watu 500 kwa mwaka katika bara la Afrika. Jambo la tatu linalomfanya kiboko kuitwa mfalme wa mtoni ni utawala wa eneo. Kiboko hasa yale madume yanalinda eneo kubwa la mto, kiasi kwamba hata mamba wakubwa wanapisha pembeni. Jambo la 4 ni hana uoga. Mnyama kiboko hana uoga kabisa, na ana uwezo mkubwa wa kushambulia boti, magari na hata tembo wakiingia eneo lake. Hivyo unatakiwa kufahamu kuwa kiboko ni bosi halisi wa mtoni, kwani anatawala mto kama mwenye nyumba. Najua unaweza kujiuliza vipi kuhusu mamba, hasa wale mamba wakubwa. Ukweli ni kwamba mamba naye sio mchache, ila wakikutana mamba na kiboko hawana kawaida ya kushobokeana. Ila ikitokea namna ya kukozana baina yao na kiboko akakasirika, basi mamba mkubwa hukimbia, sababu kiboko ana nguvu kubwa za taya, yani uwezo wake wa kuuma ni mara 2 ya simba mkubwa, na ana uwezo wa kumkata mamba vipande viwili kwa kumuuma mara moja tu. Hivyo mara nyingi mamba hupendelea kujiepusha na kiboko. Asilimia 66 kiboko anaishi kwenye maji, na asilimia 34 huishi nchi kavu. Kuanzia alfajiri mpaka saa 12 jioni, kiboko huishi kwenye maji, na sababu zinazofanya muda wa mchana akae hasa kwenye maji ni namba 1 ni jua. Ngozi yake haina nywele wala jasho la kawaida. Ikikauka juani huchanika na kupata kansa, hivyo muda mwingi hujipoza kwenye maji. Sababu ya pili ni uzito. Ana zaidi ya kilo 4,500. Kwa hiyo hakikaa majini uzito unapungua. Na sababu ya tatu ni usalama. Watoto wa kiboko wapo salama zaidi kwenye maji kuliko nchi kavu. Hivyo hutumia muda mwingi kwenye maji kuweka ulinzi kwa watoto wake. Hiyo ni ratiba ya mchana ya mnyama kiboko, na hii ni sehemu ya kwanza. Kwenye sehemu ya pili tutakuja kuona kwa nini kiboko usiku ndo anatokea nchi kavu, na je, ubabe wake upo hadi nchi kavu au la? Tutakuja kuona hilo. Mimi naitwa Adam Dulu. Karibu mpaka wakati mwingine.